that we will prevail over the deep state. The deep state will not stop us. The system will not stop us. The powerful will not stop us. This is going to be the culmination that the people of Kenya are supreme. It is the people who hire and fire governments, that it is the people of Kenya who will make the decision to take Kenya forward. Need to go to Uhuru Park, avae gunia, wakiwa na huyo baba maboys wavae magunia. Ruto, shuka wewe, shuka tu. Never expect to have peace anytime soon. It will be more serious than what you are seeing. It will be more difficult than what you are seeing. Why? Because of the blood. This negativism, unaona maandamano zinafanyika huko, from the beginning zilikuwa very positive, but at some point zikaanza kuvujia watu maduka, zikaanza kuharibia watu magari, so the negative part of it ikaanza kuingia. Sasa kila mtu akisema naona, wengine sasa tumeona mpaka watu waliokotwa kule Kwale wamekatakatwa, wakasema na hao, wengine wakasema ni serial killer, wengine wamesema ni hii. Yote imezalishwa na nani? Imezalishwa na kile kilianzishwa from a very positive, because we said tulisema reject the bill. The word reject the bill was a positive vibe, was a positive energy, was the driving factor. After we were driven, tukafika huko. Tulipofika huko, then badala hiyo tungoje sasa si president amerudisha, we should have sat down to wait to see what next. Tugoje, amerudisha bunge. Bwana Yesu asifiwe sana. Meaning kama amerudisha bunge, si nikumaanisha sasa tukae chini tugoje tuone what next. Why are we in the streets? Bona, he said go back. He has not closed the door. The door is still open for you. The door is still operating, and everything is supposed to go as planned, as per to the parliamentary act. Ikirudishwa inachukua siku ngapi kwa bunge ndio ipitishwe, iende stages zote ndio ipitishwe. Ndio tukiona hakuna kitu imefanyika, sasa hiyo ndio tunarudi kumuuliza ulitudanganya kwa nini? That will be our next step, ni kwenda kumuuliza ulituchukua wana kwa nini? But now see, there is continuous maandamano, meaning maandamano haikuwa reject, maandamano ilikuwa kitu kingine. So whoever that started the maandamano ndio mwenyewe tu ana understand what is happening in the nation. Maandamano hii ukiangalia utaona early in the year kule Mombasa kulikuwa na floods, kule Mai Mahiu kulikuwa na floods, kila kitu ilienda ikaharibu mali. Hii maandamano inaharibu mali? Inaharibu mali? Hiyo siku hiyo mali iliharibika? So you come to understand these are two similar things, but they were brought in a different way. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is how we need to understand situations, how they are working, things how they are working, because you need to relate. Mwaka ukianza, we had floods, nyumba zilibomolewa Mombasa, watu si mliona magari Mombasa ikipita juu ya maji, manyumba zikiharibika, kila kitu ikiharibika, everything ziliharibika. The same thing uliona hapa Naivas ilingolewa, Quickmart ilingolewa, watu mabiashara zimengolewa. The same end result, the same result za maandamano hii ndio the same result za nini? Za kule kwingine. So una understand this thing sio ile kitu mnaona. Nyinyi mnaona reject the bill. Na nikawaambia there's a time I told you here, the same people who invited Ruto kule America na wakampatia kiti kikubwa, wakampatia njia mzuri za kukaa, wakamweka kwenye parade ya kijeshi which has never been done to an African leader, wakampatia sifa kubwa kocho, wakamchukulia mpaka ndege kutoka Dubai. Hiyo ndege kukaliwa na mtu hikaligia. Kuna watu kama hawa hawajatengeneza pesa. Kuna watu wametengeneza pesa. Ile tu pesa tu wote Ruto wako nato ni pesa. Kuna mtu huko anawekaka hapa kwa mfuko hii ya shati, si kwa banki. Tu pesa tu wote tu Ruto tule tu uuze tu gari, uuze tu nyumba, uuze kuku zake zote, ni pesa ya mfuko ya mtu mmoja huko anaweka wapi ya kwenda kinunua Bolugam na Bigiji. Bwana Yesu asifiwe sana.
Yule mwenye alimpatia hiyo ndege alimpatia one of his bicycles, not one of his planes. One of his bicycles. Mupatie bicycle hiyo aende nayo. Hallelujah. Walimpatia kwa nini? Because he never paid. One thing people don't understand, it was not paid for. One person paid for. He was called because the masters, the planners of what is happening today, the planners of the AI, artificial intelligence, the planners of the destruction of this world, the planners of everything, they're the same people who gave him a plane to go to America to be inaugurated so that he can surrender the sovereignty of this country into the hands of the devil so they may be able to torment it. The same thing that happened to Benny Hinn. I told you. Bwana Yesu asifiwe sana. Since the day Benny Hinn alitoka hapa, ndio mashida hii yote imetokea. Kwa nini? Because there was something wrong that was not done right. Benny Hinn is not a bad person, but how we handled the whole situation was the wrong manner. Wa Nigeria walikuja hapa wakajaa many. Mara Kasarani kuna Mnigeria, Nyayo Stadium kuna Mnigeria, wapi kuna Mnigeria. Why on earth? Wakati tulikuwa tunaombea nchi, we were doing the campaigns, Ruto akiwa Karen, we never saw these foreigners coming to pray for Ruto. Did you see one? They were not there to come to pray for Ruto. Local pastors, kina Wairimo na wengine, ndio walikuwa nalala kule Karen, State House ya Karen, kuombea Ruto, wakamwombea. So God had Kikuyus, they had the Luos in there, alisikia Wakalenjin na Wapokot walikuwa naombea Ruto. He had them. Lakini wakati kiti walichukua, Ruto akachukua kiti, na akakuja akasema, I have prayed into power. From there, the God that had him, akapotea masikio ya kusikia Kikuyu. Akawa ile lugha anaweza kusikia the only Nigerians, the only Americans. Akaweza kusikia tu the only South African, the people, big people. Akaacha kusikia the small people like kina Waroige. Akaanza kusikia to pastor tudogo the local pastors were not heard anymore. So, you think God will be happy with that? I used this gentleman to deliver my message. So if this man was the one that was used to deliver the message, the same man will carry on the message. Because that is why God chose him. He was chosen for the particular reason. He was chosen for this season to do the will of God. So if I bypass this man and pick this one, the message has been cut. That is why Kenya is now cut from the system. Because the presidency was delivered through prayers. So the same process, the pipe that was delivering through that presence, the blessing was supposed to come through that pipe. This pipe has been cut. Eventually nini ilifanyika? Because the people who were supposed to guide that process, they were not able to guide it either by default or by ignorance. Rachel Ruto na hiyo mwingine anaitwa nani? Dorcas, Mama Boys. What happened to them? Because they abandoned their offices, God crushed the offices. Destroyed their office. Because you have betrayed. You have not maintained, either consciously or unconsciously, they have not been able to sustain the process of God. When you fail to sustain the process of God in your life, God cuts off and moves away. When the children of Israel failed to maintain the process of God, God moved out of them and abandoned them. Then they got into the suffering of 400 years. Until when they regained the consciousness, coming back to God and worshiping the true God, that is when God came back to them. When the children of Israel in the book of Judges 6, the children of Israel did evil in the sight of God, and God handed them over into the hands of who? The Midianites for 7 good years. So even if they try to pray against the Midianite, nothing will happen. Even if you try to fight the Gen Zs, nothing will change. Tell Ruto, awachane na Gen Z, aende mahali alipatiliwa kiti. Did you hear me? Kama mko na simu ya Ruto mumwambie hivyo. Awachane na Gen Z, arudi mpaka mahali alipatiliwa nini? Kiti. I start the process from there. Otherwise, it is going to be more. Yesterday we had an earthquake. See, I had told you we will have an earthquake. The earthquake is a key to ignite a little bit higher process than the process he is seeing now. Did you get me? The earthquake, hiyo mliona, ilimaliza the Gen Z, level ya Gen Z yenye ilikuwa.
Sasa kiwango cha Gen Z kitapanda level 2, na kutoka hapo kutaenda mpaka level 3. Things will be happening that way. Na Gen Z haikuanza na binadamu. Gen Z ilianza na ile mabo ilikuwa ina maji, ile ilikuwa huko, ile ilizunguka ikaenda Mombasa, ikaenda kila mahali, mivua ikakuwa kubwa. Hao ndio Gen Z wa number 1. Gen Z number 2 ikakuja hapa Naivasha, ikabeba watu. Mliona watu wakibebwa, unatolewa kwa bedroom kwako na mke wako, unatolewa, mnabebwa na mattress mnabebwa na mattress. Muli imagine nabebwa, unaenda unapeleka, unatoka kwa nyumba, alafu nyumba zingine ziko hapo hapo, maji ilipita na hazikuguswa. That is a message written to you, the message taken to you. Unaambiwa hii message, this is a message. Go kwa wanabii. Hakuna mfalme yoyote duniani aliishi bila nabii wake. You must have a prophet or a prophetess who gives you the message from heaven. Hata mimi, I have a prophet whom I call, whom I ask. Na mimi niko prophet ya watu wengine. Wananiuliza, ninawaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. So every person you need to ask question. Ukiona vitu kama hiyo, ile maji ilipita Mombasa kila mahali, na ni mvua ilinyesha 1 week, na hiyo mvua ikakuwa dunia iwezi meza maji hiyo. Na ukumbuka mbeleni kulikuwa na kiangazi kubwa sana, so the dunia ilikuwa imenyota, ilikuwa inahitaji maji, but ilikataa kumeza maji, ikameza watu. Ikaambia maji, hatukutaki, kwanza fanya shughuli yako. Maji ikafanya shughuli Mombasa, ikafanya baka Pokoti, Turukana, kila mahali ikafanya shughuli. Dunia mzima ikaripoti maji mingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mai Mahiu ikakuja sasa, Mai Mahiu, na ni damu ikapasukia kule juu. Damu ilitengenezwa na wazungu 1920, sijui 1920, wakati walikuwa natengeneza hiyo reli. Bwana Yesu asifiwe sana. It has been there. Mvua zimenyesha, El Nino ilikuwa, lakini haikubomoa. Hii tu ilikuja siku kadhaa ikabomoa, ikateremuka, ikakuta watu kule chini. A sign. Unaambiwa hapa kuna maneno. Kukakaa kidogo, nini ingine ilitokezea? Gen Z ikakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Gen Z walikuwa nasema reject the bill. Ruto amerudisha bill. Ameireject hata yeye. Ameirudisha. Kuirudisha bado watu wako kwa street. Wanasema nini sasa? Jana walikuwa kwa street. Walikuwa nasema nini? Mara wameingia wamesema kanisa tutaigilia, tutaambia, tutasalimia watu kanisani. Mara wanasema tutaenda wapi? Mara wanasema tutaenda wapi? Ukiangalia statement ya hawa watu wote iko na utofauti, sio ile walianza nayo. Kwa nini? This is not the real issue of the demonstration. God is speaking to us. It is not about the bill. It is not about whatever they are saying, but there is something that God is doing. And therefore, meaning if we don't listen, if we don't hear, if we don't go down on our knees, tuende kwa na manabii wa loko, si wale wa huko, si kwenda kuokota watu Nigeria, mikora inakuja matapeli, inakuja unaona ametoka na Bible imewekwa kwa bahasha. I saw the other day walienda pale wakatoka, kila mtu akitoka unaona amebeba Bible, yani Bible imewekwa kwa bahasha ya brown. Bible kanono tu, si kubwa, Bible kanzuri tu according to the gospel of James. Na wakatoka huko na wakafurahia, wakaenda huko, nasikia huyu amenunua kagari. Hiyo Bible ilienda ikafanyika muujiza, ikanunua tu gari, imenunua tu buroti, maisha yao imeboreka. Bwana Yesu asifiwe sana. Until we are able to understand that God is speaking to country Kenya, many things are going to happen. Understand the process of God. Understand how it started. Understand where we are. What is happening now? The country is heading to the dogs. If we don't hear the voice of God, if we don't go down on our knees, the president need to go to Uhuru Park, avae gunia, wakiwa na huyo baba maboys wavae magunia, tutoke huko twende sisi wachungaji wote, tuite Mungu, tumulilie Mungu, because we have a voice of stopping this. We have a voice of doing this and challenging and stopping everything that is happening. But don't condemn. Don't kusema ati huyu alifanya, huyu alienda, huyu alikuwa, huyu hapana. We are not supposed to judge. We are supposed to hear the voice of God.
Maneno imetokea hivi. Sasa imagine vitoto vidogo, kitoto kilikuwa kinasikia polisi kinahara. Hivi vijensi vilikuwa vinaona watchman kinahara, kina faint. Saizi kinaenda paka kwa ati kinataka kupiga. Niliona kisiana kingine kinasukuma polisi. Rusha tia gazi. Niue. Na hiyo kitoto 5 months ago kilikuwa kinasikia polisi kinahara peke yake. Kina faint. Ujiulize kimetoa ujasiri hiyo wapi? God is speaking. Bwana Yesu asifiwe sana. Anything that is happening, God is speaking. Ruto, shuka. Wewe shuka tu. Shuka kwa Mungu. Yule Mungu alikuinua kule juu. Yule Mungu alifanya ulikuwa unafanya. He used to pray every morning. He used to lead praise and worship ya State House kila asubuhi. He nowadays doesn't. That is what God is saying. He has forgotten that God. Alianza sasa mikataba ya kumaliza makanisa, kupigana na makanisa. Instead of harmonizing and bettering the church, he started fighting the churches. I told you December tukiruka mwaka, the church face huge challenge. And this huge challenge ilikuwa imetengenezwa hapo State House. They were to roll out a program kufuga makanisa. They were to roll out a program. Hii mwezi ilikuwa ndio walikuwa roll out this program ya kupigana na makanisa. But God is also protecting the church. Although the church inafaa pia nayo kuchukuzwa, maana haiko sawa na Mungu. Hatuko sawa. We the apostles, the pastors, the bishops, the archbishops. Saizi tunafanya mpaka wameordain mabishop ambao ni wa kupindua watu na huko nyuma. Sio kama mmeona the trading thing in a trade. Tumeordain mapastors wako sasa wakukwambia pinduka, maana Yesu atakuja kutoka na huko nyuma na atakuja kama mwizi. So rara uangalie chini, akuja kama mwizi. Bwana Yesu asifiwe sana. We are in a very critical situation as a country, Kenya. We are facing challenges. All these manner of things that are happening in this country need to be looked at by people who are sober, not people who are kurukaruka huko. Angalia Kenya imekuwa in a turmoil. We the pastors, we are so silent. Nobody's talking. Hakuna. Waambie tunaongea tu. What do we need to understand is that you have a defender and have someone. If someone had to judge you, then the defender stops being a defender. Don't judge. Let the defender in your life defend you. Let the defender of this nation defend this nation. And it can only happen if we go back to our knee and call upon the name of God. And the Bible says, if my people called by my name, if they repent and come back to me, I shall heal their nation. These people that you have seen that have been killed, the youth have been killed, the people have been killed wherever, whatever that killed them, it means Kenya will cry the more. Kenya will face more serious challenges because of that blood. Because that blood will keep crying. Meaning Ruto will never have peace. We'll never see any peace in this country until he speaks of that blood. When Cain was unable to explain to God what has happened, he was chased out and he was cast until a curse was so strong unto him, he told God, that's too much. That is what is going to happen to Kenya. It will be too much because of the blood. Whoever killed, whatever he killed, whatever he did, whatever they did, wale waliiba, wale walifanya maneno walifanya, they will face a huge challenge in their life. Life will be so difficult. From the head down to the people on the ground. Because we have defiled our land. We have destroyed the artifacts of the land. We have destroyed the integrity of God on this land. We have defiled what God gave us as a holy place. Kenya is a holy nation, but we have made it to look dirty. We have made it to look so dirty. The country Kenya is filthy, is stinking in the eyes of God. Never expect to have peace anytime soon. It will be more serious than what we are seeing. It will be more difficult than what you are seeing. Why? Because of the blood. Sisi tumeua. Wengine wetu tumeandika kwenye YouTube zetu. Tumeua Ruto. We have killed him. We are as guilty as he is.
completely guilty as he is. As much we are saying ameua, hata sisi tumemuua, tutasema mene teke. Wengine wamesema ako na siku 10. Wengine wanasema is a one term president. Wengine wanasema this. God forbid. The 1st of September ati ndio utakuwa na bendera nusu. Who told you? Who told you? Life is godly. God sustains our life of a sinner and of that person that you think you are good. If we don't change, if we don't move the direction of God, then it means we are going to be challenged. And I want to urge those people, every person now, stop. Stop fighting Ruto. Stop fighting Gen Z. Stop fighting anybody. Stop fighting anything. And let's now go to God and ask God, is this thing normal? Uliona president akitukanwa kwa YouTube na inaitwa nini? X, wanaita X. X, what does X mean? In the spiritual realm, X is canceling. And why did you allow this thing to happen? Canceling. Tukaita badala iko tunaita Twitter zamani. Sasa inaitwa X. X is a product is a product of the one world system people. Wanasema Kenya is now closed for renovations. What is the renovations? What are by who? And why are they doing? To what is going to be changed to? What is the architectural plan of the renovation? Bwana Yesu asifiwe sana. Don't just see upite. Ukiona kitu kwa Facebook ni unapita tu. No, look at it. Read the words. Understand it spiritually. So if you have been called, you cancel. You say, no, Kenya is not under renovation. Are you under renovation? Because when a country is under renovation, it means a company is under renovation. Nyinyi ambao mnafanya kazi, mnaenda wapi? Meaning hata wewe uko under. Ukiingia huko mnasema you will have to get into new terms. Structure zote zitabadilishwa. Kama physically ulikuwa unakaa katabadilishwa. Kila kitu itabadilishwa. Hata malipo itafanya nini? And we now have a new HR manager. So meaning when a new HR manager means what? You are going to be interviewed. Meaning the renovation has also been done unto you. Computers zilikuja mpya because the renovation was done. So new computers, new systems were put. You have to go to school to be trained about the new computers. That is how they want to do Kenya. They want to reprogram Kenya into the system of the one world order. And if people do not understand this, we are going to be vanquished because they are ahead of us. They are ahead of us and they are doing it. That is why they say, Tuesday wamefunga. Thursday watafunga. Why Tuesday? And why Thursday? And that one now, that is what they're using to make sure Tuesday there is something, Wednesday there's something. And the children, wanaambiwa watoke, watatoka. For them they are doing genuine thing. But the masters, the drivers of this vehicle are different people. So what they want, these children wakuje, wachijwe, ndio sacrifice ipatikane to make it work. Are you understanding it? So where are you Christian to stand? Where are the bishops, the pastors? Where have they gone? Nilikuwa naona mapasta wanajaa pale Nyayo Stadium wakati Benihini alikuja. Where are these pastors? Where is their chairman who organizes them? To go and stand up and tell no, the devil, you have no room in our country. You have no chance in our country. You have no position in our country. Our country will not go to the dogs. Our country will stand. I do declare today that in the mighty name of Jesus Christ, anything that is of the devil, anything that they are planning against this nation, anything that they are doing against this nation has been cancelled in the mighty name of Jesus Christ. The blood of Jesus will prevail. The blood of Jesus will win. The blood of Jesus will conquer. The blood of Jesus will change how they think. No demonic arrangement. No other child will be crucified. Nobody will be killed so that this demonic act will be perfected. The blood of any young person, the blood of a Kikuyu, the blood of a Luo, the blood of a Kamba, the blood of a Giriama, the blood of a Turukana will never be shed in this country.
to sanctify the altars of the devil. May the blood of Jesus conquer them all. May they be confused. May they be scattered. May they be destroyed in the mighty name of Jesus. Whatever altars they are in, whether they are in America, whether they are in Europe, whether they are in Kenya, wherever they are, whatever they are doing, we cancel it in the mighty name of Jesus Christ. We pull down all their altars, all their covenants, and all the arrangements. Whatever they have written down, I cancel it, because they are looking for the blood of human so that they can write their altars and their covenant. The blood of Jesus will erase whatever they have written. The blood of Jesus will destroy every covenant. The blood of Jesus will reverse whatever they have said against Kenya. Kenya is the springboard of the revival of the gospel of Jesus. And whatever they've been trying to do, I want to tell you tonight, it will not come to pass. Whatever arrangement they have will not come to pass. Whether they are superior or not superior, whether they have money or they have not money. If they try to kill Trump, they had aimed at Trump, but God removed Trump from their plans. Because the same people who are killing Trump there, the same people who want to destroy Kenya.